Nashukuru sana Afande Sele. Umezungumzia swala la msingi sana kwamba yamewahi kutokea maafa kule Hanang. Mlima ule ambao uliporomosha matope baada ya mvua kunyesha sana na kusababisha maporomoko ya udongo pamoja na tope ambayo iliua watu wengi. Nadhani ilikuwa ni mwaka jana kama sikosei. Kwa hiyo kitu kama hicho unaweza kukuta kinatokeza hata kwenye milima mingine kama Uluguru, kwa sababu ukiangalia ile milima ya Uluguru kwa kuanzia Morogoro mjini, ile hali yake ya sasa hivi sio kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa hivi ukiangalia ile milima ya Uluguru bado utaona kuna vipara, ina maana kuna watu bado wanalima kule, wanafanya kilimo ambacho sio safi, sio salama. Kwa hiyo ina maana ule udongo ule unakuwa ni rahisi kuporomoka siku mvua ikinyesha inatosha sana. Kwa hiyo ndio maana sisi kama Mother of Mercy Foundation kupitia Tausi wa Nishati Safi tunasema kwamba mlima Uluguru ni fahari yetu. Tuna kila sababu ya kuulinda na kuilinda milima yote safu zote zile. Lakini sasa tunataka tufanye nini? Lazima tuje na solution. Tunataka kwenda kuhusisha wananchi kama nilivyosema mwanzoni hapo, kuanzia hatua kwa hatua. Niwashukuru kwa kunisikiliza, lakini pia nigeukie kwa mchungaji Yananja ambaye yeye kwetu sisi ni kama kiongozi wetu, maana kwamba yeye ni mwenyekiti wa bodi yetu ya Mother of Mercy Foundation, na atuambie kimsingi zoezi hili anafikiri kwamba anaonaje huko mbeleni tunapokwenda tukimaliza wilaya ya Morogoro mjini tukaenda wilaya nyingine ya Mvomero na nini, impact yake au matokeo yake yanaweza yakapokelewa vipi, au nashawishi wananchi wayapokee vipi, kwa sababu tumeamua kwamba hii kazi tuifanye kwa vitendo. Tunahitaji ushirikiano kama taasisi pekee yake ya Mother of Mercy Foundation na Nishati Safi peke yake haiwezi. Tunahitaji ushirikiano katika janga hili la uharibifu wa mazingira, na niliwahi kusema mahali fulani, uharibifu wa mazingira ni ukatili wa kuna aina nyingi za ukatili. Ni ukatili kwamba tuna wengine wanapata mafuriko, vimbunga, ukame, ni ukatili. Na mtu anaweza akauliza swali kwamba tukiacha kukata mkaa tunaishije? Lakini ni kweli sasa hakuna njia mbadala ya kuishi. Ukataji wa mkaa ni uchumi. Nilienda mahali fulani maeneo ya Kisarawe mwaka 1983, nilikuta mtu mmoja amekata mkaa, mti mmoja tu akatoa gunia 100. Nimeenda mwaka huu mwezi wa 3, sikukuta hata mti wenye unene wa mkono, haupo kabisa hata mti mmoja wa namna hiyo. Maana yake walikata miti yote. Sasa hawana hata mti mmoja. Tukiruhusu watu waendelee kukata kwa ajili ya uchumi, baadaye itaisha. Sasa mtu anauza vitu nyumbani, vikiisha utauza nini? Unaweza mimi nauza simu, nauza kochi, nauza kila kitu, sawa, ni haki yako, uchumi wako mbaya. Ukimaliza kuuza vile utauza nini? Jamaa aliuza mpaka kitanda anacholalia. Akauza na godoro. Sasa baada ya kuuza godoro, tunauza. Kwa hiyo Biblia inatuambia hatuwezi kutenda, kwa sababu neema ipo, hatuwezi kuendelea kutenda dhambi. Je, tutende dhambi kwa sababu neema ipo? Je, tuendelee kuharibu mazingira kwa sababu ya hali ya kiuchumi? Ni haki kabisa kuuliza habari ya kiuchumi. Na watu wengi ukiwafuata wanasema nitaishije, lakini miti yenyewe haipo. Mwaka 1983 Afande Sele nimekuta mtu mmoja anaitwa Marem Njukuta amekata mti mmoja tu Moyombo, amepata gunia 100. Nimemsaidia kuokota ule mkaa miaka hiyo. Leo juzi nimeenda na kila eneo linapimwa viwanja leo. Maeneo yote yanapimwa viwanja. Baadaye tutaishi vipi? Kila eneo linapimwa viwanja. Mti hata unene wa hapa hakuna. Nimelia machozi. Hakuna unene wa kwa mkono. Tuendelee kukata. Watu wana visingizio vya kusema tutaishije sasa? Tutaishi tu, maisha bado yapo. Tunaweza kubadilisha. Mbona hapa ilizuiliwa mifuko ya plastiki na watu wanaishi? Leo ukimpelekea mtu fuko la lambo zaidi ya bangi huyu, anaweza kukimbia nyumbani kwake. Kwa hiyo tuendelee kuuza gongo kwa sababu hali ya kiuchumi? Haiwezekani. Sisi tunatoa elimu hii kwa ajili ya kuokoa vizazi vyetu. Tuungane mkono jamani. Kwa faida ya muda mfupi ambayo tunaipata ni uharibifu wa milele. Ni hasara kwetu. Na sio watu wote wanaokata mkaa. Unaweza kuishi kwa njia nyingine, zipo. Mungu alipotuumba amewekeza mambo 4. Jambo la kwanza roho, jambo la pili akili, jambo la 3 nguvu za kimwili na za kiroho. Jambo la 4 amewekeza ari, kufanya jambo kwa ari, kwa moyo wote. Kwa hiyo hatuwezi kushindwa kwenye maisha haya tukiacha kukata kuni, tukaacha kukata mkaa kwamba tutashindwa kuishi. Sababu kundi dogo sana linaokata mkaa, na kundi dogo mno. Mimi naenda kule na kujenga soba house yangu, ni kundi dogo sana.
Kwa hiyo hili linaweza kupewa elimu ya kuishi, elimu mbadala namna ya kuishi. Huo mkaa, kuna mkaa mbadala wa pumba, kuna mkaa mbadala wa makaratasi. Hatukatazi watu wasikate mkaa, lakini waondoke kwenye kuharibu mazingira. Wafundishwe kutengeneza mkaa wa aina nyingine. Sisi tunafundisha watu kutengeneza funza wa chakula cha kuku, funza. Tumewafundisha kutengeneza inzi, anauzwa 1,500 inzi wa kutaga pale kwenye ile pumba zilizooza, wa kutaga kwenye takataka, anauzwa 1,500 inzi. Inzi unamuona mbaya, kuna inzi anauzwa 1,500. Tumewafundisha watu namna ya kutengeneza vyakula vya kuku. Bado maisha yapo. Na sisi tutakapokwenda sio kwamba tunasema acheni kukata miti, acha kukata mkaa. Elimu nyingine itatolewa mbadala ya maisha. Bado yapo maisha. Kigezo kikubwa tusiharibu mazingira kwa sababu ya uchumi. Wanaokata mkaa ni wachache sana. Hatuwezi kuharibu dunia hii kwa watu wachache. Hatuwezi kuharibu mazingira yetu kwa watu wachache. Watu wachache tutawapa elimu. Ni haki yao kusema ndio uchumi wao. Ni haki yao kusema kwamba wanaishi kupitia kukata miti hiyo. Lakini je, watoto wenu watakata mti gani? Nyie mkimaliza hii kukata, watoto wenu wanakata mti gani? Watakata mipapai wachome mkaa? Kwa hiyo hivi ni vizuri sana tuangalie, tutafute vyanzo vingine. Na kuna elimu nyingi sasa hizi za ujasiriamali. Nyingi tu za ujasiriamali zipo. Wewe mwenyewe nachonga vinyago. Elimu ya ujasiriamali, maisha yanaendelea. Wewe ulikuwa mkata mkaa miaka ya nyuma huko. Choma mkaa, lakini tukaona inatosha. Tunaharibu mazingira. Unaweza ukalia ukienda katika milima ya Uruguru kule Morogoro. Unaenda Mikumi, ukishapita Mikumi pale watu wamejenga juu ya milima kule, unalia machozi. Baada ya miaka 20 itakuwaje? Watoto wetu itakuwaje? Tufikirie hivyo. Mungu ametupa akili ya kufikiria mbele. Miaka 30 ijayo, sio faida ya leo. Mimi niwaombe tushirikiane kwa hili. Haya maswali mengine haya yatapata majibu, maana tutapita kutoa elimu mbadala ya maisha. Vijana wamebeba kamera wakati mkaa. Vijana wanauza nguo wakati mkaa, lakini maisha bado yapo. Vijana wanafuga kuku wakati mkaa. Vijana wanafanya kila shughuli wakati mkaa. Kwa hiyo inawezekana kubadilisha maisha katika mazingira yetu yale yale. Siku hizi kuna kutunza misitu, au sio? Kuna hewa hii, yani watu wanapata ya ukaa, wanapata fedha kutunza misitu. Kwa hiyo kutunza misitu, mimi nilisema wakati fulani unaweza ukapanda hii Mjohoro. Miaka 3 ni mirunda mizuri tu. Nakata mwenyewe hapo mirunda yako endelevu, unauza. Maisha yetu wakati wewe unayotafuta pori, mapori mengi yakiwepo, unapanda miti, unaishi. Wakati mwingine sisi hapa Tanzania hakuna ajira, lakini kazi zipo. Changamoto za maisha ndio kazi yenyewe. Kwa hiyo ni vizuri tushirikiane. Wale ambao wenzetu wachache tuwape elimu ya kutengeneza mkaa mbadala. Sio kwamba tunawakataza wengine, mkaa uko kwenye damu yao. Sasa tunakutoa kwenye mkaa wa miti ambao unatuharibia mazingira. Tukufundishwa makaratasi, utafundishwa mkaa wa pumba, utafundishwa, utabeba tu kwenye gunia lako, utaenda kuuza, maisha yataendelea. Kwa hiyo hapa tushirikiane, kila mmoja kwa nafasi yake. Viongozi wa dini kwa nafasi yao kwenye nyumba za ibada. Wazazi wafundishe kuanzia ngazi ya familia watoto wao juu ya utunzaji wa mazingira. Wafundishwe wanafunzi mashuleni juu ya utunzaji wa mazingira. Kila mahali mtu azungumze juu ya utunzaji wa mazingira. Tusiharibu mama Tanzania ambayo tumepewa kama zawadi ya maziwa na asali. Nenda Bumbuli juzi, naona maji yanatoka kwenye milima. Unamwona Mungu anavyo uumbaji wake, alivyotupendelea wa Tanzania, uumbaji wa thamani mno. Sisi tumependelewa. Sasa hizi watu wanakata hata miembe ile ya zamani. Sio atakula embe kutoka wapi sasa? Yaani sio atakula embe kuagiza kutoka Ulaya sasa. Yaani unaenda huko unapita unakuta miembe wanakata vigogo. Hakuna embe tena. Huko maeneo ya Mzenga huko Sangwe ulikuwa na embe, unapigia ngedele embe. Embe unapigia mbwa embe. Leo hazipo. Wanauziwa hizi embe za kisasa hizi. Yaani ni tabu kubwa. Mungu atusaidie. Tufunguke hapa na tuone kuharibu mazingira ni ukatili na ni dhambi. Na kukiuka agizo la Mungu, muitunze na kuilima bustani Eden. Na mtu akikataa amri ya Mungu hawezi kuwa salama. Hatutakuwa salama wa Tanzania. Hivi tunacheza na mazingira, tunacheza na maisha yetu. Tunacheza na maisha ya vizazi vyetu. Tunavyokata miembe hiyo, tunakata miti hiyo, tunacheza na maisha yetu na vizazi vyetu. Kwa sababu Mungu akisema huabadiliki. Anabaki pale pale. Ukitii utakula mema ya nchi. Ukikataa utaangamia kwa upanga. Ndio maana niliwaambia watu hata maombi, watu wanapata tabu ya bure kufunga kukauka sauti. Wewe unatakiwa kutii tu. Anaandika kwenye Yakobo sura ya 4 ule mstari wa 17, mtini Mungu mpingeni shetani. Una haja kukauka sauti toa moto, unapata tabu ya bure. Wewe tii, ukitii sheria barabarani wala uongo.
Ukipita taa nyekundu inawaka unagongwa. Tuketi basi, haina haja ya taabu. Watu wasema mpaka tufunge, unaumia bure. We tii. Tunahitaji kutii habari ya mazingira. Na Mungu atusaidie kwa hilo. Mungu arudishe maarifa na ufahamu wetu. Tuone watoto wetu tunawaachia nini vizazi vijavyo. Mama Tanzania yenye mito mizuri, yenye misitu mizuri, yenye wanyama wanarudi tena. Hatuwezi kuchoma msitu. Juzi mtoto wangu amerudi kutoka Morogoro akaona milima inaunguzwa kwa ndezi. Kanyama fulani kadogo, ndezi kama paka kweli. Yaani ndezi ana thamani ya kuharibu mazingira ya watu kweli. Amerudi pale nyumbani kijana wa miaka 20. Ndio taarifa alioniletea nyumbani, analia msitu unaungua kwa ndezi mmoja. Na ndezi yenyewe awali kijiji kizima anakula mtu mmoja. Yaani mtu mmoja kwa kindezi chake kama paka anatunguzia misitu. Anaharibu mazingira yetu unajua. Yaani mambo ya hatari sana. Mungu atusaidie. Apande sele tupaze sauti. Mother of Foundation tupaze sauti. Siku moja watasikia, serikali ipaze sauti, isinyamaze. Kwa pamoja tukishirikiana tutashinda. Asante sana mchungaji Ananja kwa nondo. Kama msemaji mkuu wa taasisi ya Mother of Mercy Foundation, umeona kwamba tunaelekea sasa kwenye harakati za kuitangaza hii nishati safi, na pia tunakwenda kuandaa ligi ya mpira wa miguu pale Morogoro, lakini pia na mashindano ya bodaboda. Unawaambiaje wafadhili wetu pamoja na wadau mbalimbali kuhusu hizi harakati ambazo tunakwenda nazo? Kwa sababu tukilia maanani kwamba wilaya ya Morogoro nadhani kama sikosei, kulingana na sensa ya mwaka 2022 kuna watu takriban 400,000. Kama sikosei, ni watu wengi sana. Sasa tunataka tuwafikie wote hao, na kimsingi kuwafikia wote ni kupitia kwenye hizo harakati za michezo pamoja na shughuli zote za kuhusisha wananchi. Je, wadau unawaambia nini wadau? Mimi binafsi naamini baba mchungaji Ananja akaongea kamaliza kurasa. Kaongea kila kitu ambacho bila shaka wadau kama watakitia akilini wakakifanya kama injili kwenye vichwa vyao wakaheshimu, naamini kabisa kwamba tutaweza kuokoa kizazi. Kwa sababu hapa hatuzungumzii tu swala la nishati safi kwa sababu watu wapike tu wakale, hapana. Tunaokoa maisha. Kwa sababu tayari ulizungumza kuhusu maporomoko ya Hanang, labda ni kwa sababu yalikuwa makubwa sana, watu wakayafahamu, dunia ikayafahamu kutokana na athari zake kubwa. Lakini milima ya Hanang angalau kidogo ina mawe ya kudhibiti. Lakini kwa kiasi kikubwa milima ya Uluguru ambao Tausi wa nishati safi anakwenda pamoja na taasisi ya Mother of Mercy Foundation ni milima ya matope. Sisi tumezaliwa pale, ni milima ya matope, milima ambayo imejaa maji, nimesema kama mtungi. Kwa hiyo lile janga la Hanang tusilifiche kama Morogoro lijaye kutokea. Mwaka jana, mvua za mwaka jana, kuna nyumba baadhi maeneo ya Mkuyuni kule, nyumba 2-3 zilifunikwa na milima ile pale baada ya mvua kubwa, maporomoko yalitokea. Lakini yote yale ni kazi za mwanadamu, kwa sababu Mungu hakufanya dunia iwe sehemu hatari ya kuishi. Alifanya iwe sehemu salama na nzuri ya kuishi. Lakini yote hayo yanabebwa na utunzaji wa mazingira ambao msingi wake mkubwa ni matumizi ya nishati safi ambayo ataokoa uharibifu. Kwa napenda kuwasisitiza wadau, lakini mdau wa kwanza kabisa ni serikali ambao naamini yenyewe ndio ina mkono mrefu wa kuweza kudhibiti ya mambo. Yenyewe ndio inaoandaa sheria za nchi kupitia bunge, lakini pia sheria ndogo ndogo za serikali za maeneo husika. Inawezekana tukapiga kelele sana, tukafanya juhudi nyingi, lakini kama serikali haitotia mkono sio tu kutunga zile sheria bali kutekeleza zile sheria, tunaweza tusifikie mafanikio yanayowezekana. Kwa sababu mara nyingi ulivyoongea hapo Mberwa analivyoongea mchungaji ni kwamba ubinafsi wa watu wachache unaweza kuangamiza dunia nzima. Sababu leo mchungaji kaongelea swala lazima la nyumbani kwetu kule, tunakamata ndezi mmoja, unachoma moto kwenye lile shimo, lakini baada hapo unamchukua ndezi, unaunguza heka kubwa sasa milima ambao ile sifa ambao Morogoro ilikuwa nao zamani, walikuwa naimba wazee wetu kina Mbaraka Mshehe, kina Kulwa Salum, Mungu alazipema, maji yatiririka milimani Moro. Sasa hivi hakuna. Ukimwimbia mtoto wangu mdogo asante sana, atasema baba wewe ni muongo, atakuvunjia heshima sababu ana miaka 10 je kuona maji yakitiririka mlimani.
ila yote hiyo ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo pamoja na hatari ya kukosa maji, kukosa hewa safi na mambo mengine, lakini hatari ya kuporomoka kwa safu za milima ya Uluguru nayo ni kubwa, na tayari mfano umeshaonekana. Kwa hiyo nadhani ni wakati sahihi kwa wadau, tukianza na serikali, tuitike mwito wa rais wetu, tuitike miito ya wizara husika, kupitia ofisi ya makamu wa rais na mazingira, lakini pia tuitike miito ambayo Mwenyezi Mungu alitupa wanadamu siku ya kwanza ya kuumbwa kwetu kupitia baba yetu Adamu, kwa sababu tunafahamu kwamba dunia ina viumbe vingi sana, lakini sisi ni wenye thamani kubwa kutokana na Mwenyezi Mungu alivyotufanya kuwa wa kipekee. Tunaweza kufikiri, kutengeneza nguo tukavaa, tukalinda hiki na hiki, lakini cha kushangaza sisi ambao tunaonekana ndo tuna akili kuliko viumbe wengine, hasa kupitia upande wa kutunza mazingira, sisi tunaonekana ndo kuwa hatuna akili kuliko viumbe wengine, sababu hakuna kiumbe ambaye anafanya uharibifu wa mazingira duniani. Hakuna kiumbe ambaye amekuwa ni hatari kwa mustakabali wa dunia isipokuwa ni mwanadamu ambaye ndo anaonekana kuwa kiongozi na ndo mwenye akili, sababu yeye ndo anashiriki uharibifu wa mazingira. Hakuna anayeshiriki vitu kama hivyo. Kwa hiyo natamani kuona tukishtuka kuanzia sasa hivi kwamba jamani, hapa tunapokwenda ni wapi? Kwa hiyo tuunge mkono hizi harakati za Tausi wa nishati safi, lakini pia taasisi ya Mother of Mercy ambao imeamua kwa dhati ya moyo wao kutushirikisha sisi kwenda pale Morogoro, kushirikisha wananchi ili kuweza kuwa mfano wa maeneo mengine. Kwa mfano tunaanza na Morogoro mjini, lakini baadaye tutakwenda kwenye wilaya zingine za Morogoro. Kama tutafanya vizuri sisi maeneo hayo, manake kesho na kesho kutwa hii taasisi ya Mother of Mercy ikienda Mbeya, ikienda Rukwa, ikienda wapi, wataweza kushikana na sisi moja kwa moja, kwa sababu tutakuwa wameona kile ambacho Morogoro imenufaika nacho. Kwa kwangu mimi nafikiri ni juhudi binafsi za kwetu sisi, lakini mwitikio wa wananchi, ila serikali kupitia idara zake na maeneo yake iweze kutunga sheria, lakini kusimamia sheria zilizopo, sababu maeneo mengi yanaonekana kwamba uharibifu unasababishwa na kutokufuata kwa sheria. Kwa mfano sheria nzuri zipo, zimetungwa za kulinda mazingira yetu. Kwa mfano unataka mtu usijenge nyumba mita kadhaa kutoka kwenye vyanzo vya maji. Lakini leo hii ukienda kwenye Morogoro yetu, pembeni ya mto wa Morogoro, ndio kuna klabu za starehe zimejengwa nyingi. Unaona kasa nyumba za watu ambao pengine ndio wenye kipato na wenye elimu. Ninachosikitisha kwamba labda angefanya vile mtu ambaye hana elimu ungesema huyu ni mjinga. Lakini mtu mwenye elimu kubwa kabisa, lakini ile elimu yake kishapata kipata na hela, anaona namna gani ya kuishi, aende ndani ya maeneo ambayo kisheria yanakatazwa. Usijenge ndani ya mita kadhaa kutoka kwenye mto, kwenye chanzo cha maji. Lakini watu leo wanajenga. Lakini ni kwa sababu sheria zipo halafu hazitekelezwi. Kwa naomba kuhimiza kwa pamoja na mambo yote jitazwe, lakini sheria zilizopo zitekelezwe, hasa na wale viongozi wa maeneo husika, wenye vitu wa mitaa, madiwani, wabunge, kwa sababu mambo mengine hayamuhusu rais wa nchi, mambo mengine hayamuhusu waziri, yanakuhusu wewe ambaye ni balozi wa nyumba 10, kwa sababu ndio unaishi na wale watu ambao wanapasua mawe kwenye mito, wanaharibu kingo za mito, ndio unaishi na wale watu ambao wanaingiza mifugo ndani ya vyanzo vya maji, unaishi na watu ambao wanakata miti, mbona bwana, kwa ajili ya nishati za kupikia. Kwa mimi nafikiri tushikane pamoja, tuwape watu elimu, tuwaambie ukweli, kwa maana kwamba ubinafsi wako wewe mtu mmoja unaweza kuangamiza dunia kesho kutwa, wakiwemo watoto wako na familia yako. Lakini pia unakiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu, ambao agizo la kwanza kabisa ni kutunza mazingira, kama alivyotoa kwenye bustani ya Eden kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Kwa mimi nadhani Mheshimiwa Mberwa na baba mchungaji, kwa pamoja tusichoke, kwa sababu wanaofanya haya ni watu ambao tupo nao karibu, tupo nao jirani. Tusichoke. Kama mtu anashindwa kuelewa kwa akili ya kawaida, basi sheria zitumike kumuelekeza, ndio dunia inavyotaka hivyo. Asante sana ndugu Afande Sele. Nirejee kwa mchungaji. Mchungaji, umepata bahati ya kutembelea nchi mbalimbali duniani. Umekuwa Marekani zaidi ya mara 2-3, na hivi juzi umerudi kutoka China. Naamini kabisa kule umeona wenzetu wanafanyaje katika swala zima la mazingira. Unaweza ukatushirikisha jinsi wenzetu kule jinsi wanavyotunza mazingira, kwa jinsi ulivyoweza kuona katika safari zako zote hizo? Kwa mara ya kwanza nilishangaa kuona mifuko ya plastiki bado ipo madukani. Wala haijapigwa marufuku. Kumbe nikaona tatizo kubwa sio mfuko wa plastiki. Tatizo kubwa akili ya watu ndio ina plastiki.
Yaani sisi akili ndio zina plastiki kichwani. Yaani kichwani plastiki ikitolewa bwana. Kitu cha kwanza nijifunza hicho. Leo ukimpelekea mtu mfuko wa lambo mnakosana. Kiroba cha mfuko wa lambo mnakosana na hata ungempelekea bangi. Yaani zawadi umwambie mtu Mbero anakuletea mlangoni akute mbeba fuko la lambo. Rambo mbeba mnakosana. Kwa hiyo nikajifunza jambo la kwanza, shida haipo kwenye mifuko, shida haipo kwenye miti, shida ipo kwa mtu ndani yake. Bado elimu, mabadiliko haya nimejifunza Marekani. Nikaenda China, nikaenda mpaka kule Shaoshan. Na kule wameniagiza sana watu wakafanya biashara, teknoloji kubwa sana, vitu rahisi sana. Naweza kuishi Tanzania hapa. Barozi mdogo wa Guangzhou, Hatibu, ameniagiza. Maana kuna ubalozi wa aina mbili, Beijing, lakini kuna ubalozi mdogo Guangzhou, ni jiji kubwa. Ameniagiza pia popote nitakaposimama niwaambie Watanzania washirikiane kufanya biashara China. Vitu rahisi mno, teknoloji kubwa mno. Hata ukiwa Tanzania hapa unaweza ukaletewa mzigo wako hata milioni 1 ukasonga mbele. Unanunua simu ya 800,000 kule niwaambie, unaweza inauzwa milioni 3, 800,000. Yaani ni la ndogo sana nimeona. Kwa hiyo hao nilichoshangaa, tulitoka Guangzhou kwenda Shaoshan, mji wa Mao Zedong. Kwenye kituo wa kwanza nyumbani kwao. Pale unakuta wanafunzi kila baada ya miezi mitatu wa university wa vyuo vikuu na wa sekondari wanaenda kama 10,000 kwenda kuapa kwenye sanamu uzalendo, kwa kutunza mazingira kwenye ile sanamu la Mao uzalendo. Sisi tulikuwa Waafrika watatu, walitushangilia wakashangaa tumetoka sayari gani, wana wengine hawajawahi kuona Mwafrika. Wakapiga picha na sisi sana. Lakini nilichojifunza, hawaharibu mlima. Kama pale Kitonga wangetoboa teknolojia yao. Mlima wote wanaokuta wanashangilia. Pale Jangwani pangetengenezwa pale mpaka viboti vya kuogelea watu kutalii. Yaani popote penye changamoto ya mazingira wao ndio hapo wanapatengeneza kwa ajabu. Ni mazingira mazuri sana China. Sana ni watunzaji wa mazingira kule kwenye kijiji cha Mao, ni kumbukumbu ya mali kale na historia. Na watu wanaenda. Na ndio natamani sana Butiama sio kwenda kuona kaburi, tungetengeneza kwa sehemu ya utalii. Sio kaburi tu la Mwalimu Nyerere. Yaani na wale watu wa Shaoshani wananufaika kwa kuzaliwa Mao mpaka leo. Na ule utunzaji wa mazingira, watu wanaenda kuona mandhari ile. Unatamani kubaki kule ule. Watu wote hao 10,000 hakuna anayekata mti, hakuna anayevunja hata mti mmoja. Huwezi kuamini. Ni mambo ya ajabu kabisa. Hakuna mti unaokatwa. Marekani kwa mfano ukikata mti unafungwa. Mpaka utoe mamlaka husika ndio ije ikate. Hata kama wakwako. Na sio tu kukata, hata ukipanda juu ya mti bila ruhusa, wanakuambia una kesi ya kutaka kujiua. Umepandaje juu ya mti wa kwao, wewe umepandaje juu? Kupanda sio kukata tu, kesi yako ya kutaka kujiua. Kwa nini umepanda? Sababu unaweza ukauvunja pia kwa hiyo ukawaharibia mti wao. Wao mti wa kwako, lakini utaulipia $800, $900, $1,000. Mamlaka husika ndio itakuja kukata, sio wewe. Tunasema afande Seli kwamba sheria zisimamiwe. Zipo lakini zisimamiwe. Kwa hiyo nimejifunza katika nchi hizo kwamba China ni wanatunza sana mazingira. Amerika ukitupa karatasi ovyo utaenda kujifunza juu ya kutupa karatasi. Kwa nini ulitupa karatasi? Na wewe akili yako itaishia watakutupa magereza ili akili yako ikae vizuri. Tangu watoto wanafundishwa kuna dustbin na ile trash hizo za kutupa vitu. Tangu utoto. Na hicho ndio ambacho Mother of Merit Foundation tunataka tupandikize hicho. Tangu utoto watu wajifunze. Shida sio mazingira, shida sio wanaokata mazingira, tunahitaji elimu. Pokea maarifa na hekima kuliko fedha na dhahabu. Nyerere alisema fedha sio msingi wa maendeleo, bali maarifa kwanza. Unaweza kuwa na milioni 50 hapa, kama huna maarifa unaanza safari wala uzalikuja zipanga. Popote nyingine unatupa. Unatupa wewe na kudrive. Unahitaji mithali ile Suleiman anasema kwenye Mithali 8:10 anasema pokea hekima na maarifa kuliko fedha na dhahabu. Kwenye Zaburi Daudi anasema Zaburi 119 mstari wa 172 anasema sheria yako na hekima yako ni bora kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Nimechimba dhahabu na watu leo hawapo duniani. Wewe baada ya nimechimba Tanzanite na watu hawapo. Walichopungukiwa ni maarifa. Sisi hapa tunatengeneza maarifa. Pokea mafundisho, apendaye mafundisho upenda maarifa. Tumejifunza nchi hizo ni maarifa yalipandikizwa tangu utoto na hatujachelewa. Tunaye barozi hapa, afande zetu, tunaye ndugu yetu Mberwa, tunao watu wengi tu, bado hatujachelewa. Sisi ni kama kitabu
kitalu cha kupandikiza haya mambo, tusonge mbele, na inawezekana. Inawezekana kufika mahali mtu kukata mti atahurumia. Ukikata mti nchi nyingine wanalia, kama umekata kitu kikubwa sana wanalia. Lakini huko kwetu leo panda mtu anauvunja bila sababu, anauvunja tena anafurahia kuuvunja. Ni vizuri tuweke elimu hii, tuwe pamoja na sheria zisimamiwe. Leo kwenye makorongo wadogo tunakoishi, kwenye zile korongo la maji na kupitisha maji, mtu anamwaga zege anajenga nyumba juu. Yaani hata watoto wake anawahatarisha, wakisombwa na mafuriko unapiga kelele, jamani serikali nisaidie. Umefuata mwenyewe ujue. Yaani sheria ingekuwa kama moto. Kwamba ukiupikia, ukiuheshimu unapikia. Ukiudharau unapunguza, hata kama umeuasha mwenyewe. Ukwambia wewe bosi wangu unapunguza sasa hiyo. Hiyo ndio kanuni inayotakiwa. Ni vizuri tuungane pamoja kuanzia ngazi ya kata, familia, na hiki ndio tunachofanya, na baada ya miaka mingi watu tutaelewana tu. Na hatunyamazi na hatuchoki. Kwenye dunia hii hakuna kuchoka. Naandika wala msije mkachoka mkazimia. Shida yetu ni kuchoka, na shida ni ubinafsi. Ubinafsi unatumaliza sana. Tunaona kwamba hainihusu, hata nikiharibu mlima hainihusu. Mtu anaharibu mlima kule mnamtazama kabisa, lakini haituhusu binafsi. Sasa tunataka tuvunje hiyo binafsi. Hii ni dunia yetu wote. Wewe kwa ndezi wako mmoja hata kilo moja afiki, huwezi kutunguzia misitu. Tukwambie nenda kanunue nyama buchani, usituharibie misitu yetu kwa kindezi chako. Kwa hiyo tuondoe ubinafsi. Mother of Mess Foundation, Tausi wa Nishati Safi na media hii tunazungumza hasa kuondoa ubinafsi, kupandikiza elimu, kuona thamani ya uumbaji. Uumbaji huu ambao hakuna mwanadamu anaweza kuumba namna hii. Mungu ametuheshimu sisi, akatupa zawadi. Hebu tumheshimu Mungu. Hivi mtu anaweza kukupa kitu cha thamani kweli ukakiharibu saa ile? Hawezi kukuelewa huyo. Kitu cha thamani unatunza. Mtu akupe simu ya milioni 5, unaitunza, unaogopa, unaweka kwenye socks vibaka wasije wakakupora. Thamani hii ya uumbaji huu tunaharibu. Huku ni kutokumheshimu Mungu. Tukitunza uumbaji huu, tukitunza mazingira, kwanza tunatii agizo la Mungu, tunatii agizo la serikali yetu, lakini tunamheshimu Mungu aliyetupa zawadi ya nchi hii. Ya kila kitu, matunda ya bure. Yaani kuna maeneo mengine afande zee ni jangwa kabisa. Hakuna mahali duniani, mimi nawaambia, nimezunguka nchi nyingi, lakini hakuna mahali penye hali ya hewa bora. Joto kidogo, baridi kidogo kama nchi zetu hizi. Kuna mazingira mengine, mimi nilienda kwenye nchi moja hii nilikuwa navaa nguo 7. Hiyo baridi, lakini niko kwenye friji hiyo. Lakini watu wanaishi, nikisema maisha gani ya uoni mti hata mmoja mwezi wa 12. Mti hata mmoja unaona barafu tu. Usikii ndege analia. Ataliaje ndege mazingira? Mimi nilikuwa navaa nguo 7, suruali 3 chini, natembea kama kikuku kimetoka kwenye kifaranga, kimetoka kwenye maji. Huko nina nguo 7, bado nasikia baridi hizo nguo 7. Saa zote nina homa, nasema hii bara gani? Nikienda mwezi wa 8, kuna state naenda mwezi wa 8, joto lake utafika kwenye oven. Wewe ni ndani kwenye gari, kila mahali ni baridi tu basi. Ni mateso. Mungu ametupa zawadi hii Tanzania hii. Lazima tumshukuru Mungu. Na sisi mafundisho haya ni mafundisho ya kumshukuru Mungu kwa zawadi mama Tanzania. Hatuwaambii watu jamani, sisi tunamshukuru Mungu kwa hii sadaka kubwa aliyotupatia. Zawadi kubwa aliyotupatia, nchi yenye maziwa na asali. Ukitunza mazingira unafuga nyuki. Na nyuki hawahitaji dawa, hawahitaji kuchunga, hawahitaji sindano. Wewe ukisema mimi acha ukatamka, nitafanya ifuga nyuki, weka mizinga wanaingia wenyewe, wala uamrishi. Hawahitaji sindano, hawahitaji dawa. Wewe kule umefuga mizinga michache, unauza, maisha yanaendelea. Mungu ametupa akili. Sisi tusiishi kama nyumbu. Sisi tumepewa akili. Kwa hiyo mimi nafikiri hiki ni vipindi vya kumshukuru Mungu. Tuungane wana Morogoro, tumtukuze Mungu kwa zawadi ya milima Uruguru. Kuna watu, siku moja nilienda Kilimanjaro. Mtu mmoja alitokea mkoa mmoja mkame, aliposikia maji yanatiririka kule Mudio Masamba. Alitoka nje akauliza, "Ni nini hicho?" Akamwambia, "Hayo ni maji yanatiririka kwenye mashamba." Akalia akasema Mungu ana upendeleo. Yaani hawa amewapendelea, ameleta maji. Sisi tunahangaika ukame, wameharibu wenyewe mazingira. Wanyama wamelisha, hakuna hata mti. Mtapataje maji? Alilia. Mimi nimeona hivi analia mtu. Mungu ametupa Morogoro ya zawadi ile. Tumtukuze. Ukienda Kilombero, ukienda wapi unakuta Ruaha kule, unaenda huko mpaka Kidudu mimi nimefika.
Kote safi. Kote safi. Tunatamani kuishi. Hali ya hewa safi. Kila kitu safi. Mungu, tunamshukuru Mungu. Hiki kipindi Mother of Mercy Foundation sio kwa mafundisho, tunakusanyika pamoja kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu kwa zawadi. Watu wasiokuwa na shukrani Mungu hawapendi. Mungu atusaidie kwa hiyo. Utapata mapigo yake. Asante sana mchungaji kwa maneno yako mazuri, matamu, lakini ambayo na aksi kabisa uhalisia wa hichi ambacho kinatakiwa kifanywe. Sasa